Ngoja. Hello guys. Habari zenyu? Kwa majina naitwa Jacqueline Nziani na today tunaenda kuongelea about youth behaviors. Youth na behaviors zao. Na hizo behaviors zinatokana na nini? So tunaenda kuongelea about that today. Na niko na wenzangu hapa. So kila mtu atajiintroduce. Karibuni. Okay. Hello guys. Kwa majina ni Gideon Kibet Langat. Na leo tunaenda kuzungumzia topic yenye umesikia. I'm Saizian Monica and welcome to our podcast. Okay, so tunasema tuongelea youth Behaviors. Okay. So youth kuna tabia tofauti. Tumesema hivyo. Kuna wakufurafura, kuna wakukopi, kuna wakujaribu. Anajaribu si kitu kujaribu kwanza. Anajaribu kitu inaweza dhalilisha maisha ya watu. Ama inaweza mharibu maisha yake. Kuna ule wa kujituma. Kuna ule wa kuzaliwa pia naye. Kuna ule anatoka kwa wazazi pia. Hata wazazi pia wanachangia maneno. Pia unajua youth wana behave kulingana na environment yao. Yenye amelelewa tena kulingana na peer pressure ambao wanapitia na kama kwa influence za rafiki zao. So kuna huyu mwenye tunasema analelewa na anafundishwa na mzazi. Ndio? So kama wewe mzazi, hii naongelea about wazazi na wazazi, tafadhali msikilize na mconsider hii. Wewe kama mzazi unashinda na mtoto umetoka asubuhi 6, ndio? Unarudi saa 2. Kuna yule anashinda kwa plot, yule anashinda tu kwa plot. Ukuje jioni akwambia, "Ai, mama Saizian. Saizian, leo nitoka hapa asubuhi, anatoka tu hivi. Saizian kufanya shughuli zake mbaya saa hii na alikuwa ametoka. Hata mtoto tukuingia naye saa hii." Sasa bado kama mzazi umuulize like ulikuwa umeenda wapi? Unasikia ulitoka hapa mapema sana umerudi saa hii, ulikuwa umeenda wapi? Ulikuwa umeenda kufanya nini? So kama mzazi bado uulize mtoto wako mwenye na confront ni ule jirani. Hata hivi lakini unajua kufunikia makosa ya mtoto si mzuri. Let's say 60% of ya behavior ya sisi youth it's come inakuja kulingana na jinsi ambavyo wazazi wetu walitulea. Unajua kwa nini? Like tuna spend more time like kutoka hapo unajua sasa temo unalelewa hapo tuseme from 0 years tu kitu kama unaacha kwa mzazi wako ukiwa na miaka ngapi? Kuna wengine depends. Ukiwa na 20 years, sema ukiwa na 20 years. Sema mtu wa kwanza anatoka na 20 years. Sasa hizo masiku uko kwa mkono wa wazazi. Sasa wazazi wako na big part kubwa sana. Patia kwa make sure kwamba mtoto wangu amenini. Anakuwa vizuri. Unapata siku hizi watoto wazazi wengi hawana hiyo time. Hawana hiyo time ya kufundisha hiyo nidhamu. Wazazi kama walikuwa wanafundishanga. Unaona unapata mtoto amepiga mtoto wa jirani. Watoto wa Nairobi kwanza pelekwa tu shago kwa mashosh. Shosh wafundishwe watoto. Gideon. Mimi naona si wazazi pekee, pia marafiki wanaweza affect. Pia marafiki wana affect. Pia marafiki pia wana pati yao. Jua alisemanga ukitembea kwa rafiki, hapa ndio fika kwa rafiki tumesema ni mzazi. Mzazi ndio wa kwanza. Au wenye walichoma shule hii utumishi girls. Hii tokiana na wazazi ama wa marafiki. Sasa una depend. Hata pia mzazi kuna mwenye azukua pia hiyo tumesema hiyo mtoto anakosa na unafunikia tu. Na kunaambia mtu wangu alikosa na unafunikia. So mtu anajua anaona kipone hiyo mentality mimi hata nifanye nini? Mama yangu hizi hata nishitwa. Unaona? Watu wanasema nikifanya nini? Mzazi weke uoga kwa mtoto wako. Kuna ile kwa nafahamu mtoto akuwa nao na mzazi. Lakini siku hizi sidhani kama wazazi wanapiga watoto wako hawana uoga siku hizi. Uogopi nini wazazi? Kuna masiku ulikuwa kiboko, unajua tu ukifanya makosa yote kiboko inakujia ile unapiga proper. Ulikuwa unafikiria hivi kufanya na siku mwili umeogopa unawaacha. Ndio unajua huwezi rudia hiyo kitu. Unajua wazazi wengine siku hizi wanaogopa kupiga watoto juu ukiwapiga wanazoea na wakizoea. Kuna mentality ya ati nitapiga zoe. Kiboko zoeleki. Hii ni mwili. Unaweza navumilia uzoea uchungu. Uzoea uchungu. Ndio mchapu kama unazoea kiboka mchapu then hii boko tu mbili hapo kwa mbili au unachua mashapu. Hii si kuchapwa. Unapigwa kabisa. Unachapwa. Boka hapo anatembea. Hadi unaambiwa like 6 hours. Kisu na masikio. Unaona wakinoa kisu. Unarudi kufanya, wewe unarudi kufanya. Sasa mtoto mdogo. So, inaanzia na wazazi.
Mzazi uweke uoga kwa mtoto wako ajue hii kitu si mzuri. Nafundisha mtoto kutoka hapo nje. Before kuja kwa marafiki. Unajua sana wakija kwa marafiki na kwa mtu mkubwa. Unaona? Kwa mtu mkubwa anaweza kuwa anasajua anaweza kuinfluencewa na marafiki. So unaona sasa akimfluencewa na marafiki kama tumesema wenye alichoma utumishi gani. Hiyo ni influence. Unaona ni kwa watoto wangapi? Watoto 5. Lakini pia kuna ile tu ya roho, kuna tu venye watu wanazaliwa. Kuna ile roho ya ndani yenye unaona mtu yenyewe mtu like unaweza chukua aje nini? Unachukua aje? Watu wanajua kitu tunafanya tu ni mbaya. Na alafu unachoma shida. Na unachoma wanafunzi wengine. Tunafanya ni mbaya like unajua anything you kiberiti ya 5 inaenda kucost maisha ya mtu. Unajua before ufanye kitu. Unajua as a youth before you do anything. Wewe jua kwanza anything you do has a consequence. Na kile kitu unafanya kuna results. Lazima na madenda si mzuri. So as a result unaweza kuwa kitu mbaya ama mzuri. Na pia hiyo action umechukua. Pia tena unajua kuna wenye huwa wanajitengea tu hiyo tabia. Tangu wako wadogo. Kuna tu wale kwa hiyo tabia tu anatamani mtoto mliavyo ndio kwa. Unajua kuna wenye na blame tu shetani. Unaona anasema hakuna shetani hapo. Mtu ana tu shetani anasema shetani ndio amefanya. Lakini hiyo ni kitu yeye anafanya yeye akiwa like on his or her right sense zake anafanya tu amefanya. Mimi naonanga anakuwa amekaa kama like walikuwa 5 wale ndio walikuwa wamekaa wamepangia. Sometimes faidika na nini? Unapanga tena mwezi jiuliza ndio tunapanga tutachoma ndio. Na tukichoma wengine wakufe itakuaje? Sasa unajua wewe unachoma unaenda unashika unaenda ndani. Unajua wamejengea shule baida vile utumishi walianza kuchoma shule. Umesikia tena shule zingine kuna walikuwa wanajaribu kuchoma. So unaona sasa tena walikuwa wanajitengenezea tu tabia. So inabidi like a parent kama youth unasema kama youth before you do something think too because anything you do iko na consequences, iko na madhara zake. Na unajua kila kitu tunafanya iko na tumesema iko na madhara mbaya sana. Unajua inategemea vile umefanya. So as a youth think before ufanye kitu, just think fast. Fikiria kitu ndio unaweza kufanya kama itakuja na results zake zitakuwa gani. Hapo unaweza kuenda mbali. Tena youth like kwa hii maisha yetu like youth sisi ndio generation ya kesho. Sasa kama tunachoma wengine like ni machoma kama watu unajua nini, hatuwezi kuwa youth milele. Hakuna haya so kitu iko ni as a youth you must behave in a very good behavior. Na wewe jifunze jinsi ya kukaa na watu wengine. Usifike unafika kwa watu wengine. Ukiwa youth kubali kurekebishwa. Kubali kurekebishwa. Kwanza na watu wako pia uoga na kurekebishwa. Lakini tena kuna watu wengine watakangi kurekebishwa. Sasa hiyo hapo hiyo party hiyo. Wataka yani unaweza waambia kitu yani wanakuona kama wewe ni mbaya. Sasa ni wewe ni mbaya. Hakuna tunaweza kuambia madharau. Wana ignore sana vitu. Unaona like wewe unaweza niambia nini like anakuangalia huyu sasa. Ananiambia ni huyu anaweza ni advice nini sasa. Lakini yeye nayo kudharau hiyo. Itakukost kesho. Hawezi jua as a youth. Hawezi jua like a youth. Like kama mtu mkishinda mwaka tu moja, unaona kitu amuona zaidi yako. Like yes, 1 year hata kama ukishinda 1 year just 1 year. Unaona kitu anajua, wewe hujui. Sasa lazima mtu mkubwa ndio advice. Hata like hata mtu wa 2 years. Anza kuambia tu mimi hapo usifanye hii. Like anza kwa advice mtu wa 2 years anza kwa advice. So squad mtu ignore these things hapa si rahisi. Na ujue vile una survive na watu. As a youth communication. Sisi as a youth ni watu wenyewe tunatafuta. Like kama wewe hujui kukaa na watu like wote tuna wazazi milele. Kunaweza connection like you refer me to your friend mwenye anafanya kazi kama ako na kazi. Sasa kama wewe as a youth hujui kukaa na watu like kila saa tu like kama kuna correction like unaonanga ni magazi video. Unajua saa hii unaweza kumesoma maybe uko na watu wengi wamesoma, lakini connection inakusaidia. Watu wengi wamesoma, watu wanasoma, ushaipata mtu mwenye anapata lakini anafanya kazi ya hoteli. Unaenda mbali nini ana my cousin juu sababu ya nini? Sasa ni kuongea kwake namsaidia sasa. Kama sipoongea na watu vizuri like
angekuwa labda hata Nairobi labda anasumbukana. Unafura kile kitu kidogo unafura. Hata nikuuliza wewe ni mtu wa kufura si ndio? Umeenda kwa ofisi kutafuta job. Unakatazwa. Boss akwambia na kesho hiyo viatu. Unafusa bora ni. Kwa ofisi yangu watu wa viatu kama hizo kesho kuja unakuja na hiyo long hivyo shirt karibu kupasi viatu change. Umefura. Kesho wewe umepata opportunity ya job lakini ujinga wako amefura hivyo sasa anachukuliwa boss ni mbaya. So of course. Kwa nini? Useme sasa za youth kwa mjengo. Foreman amekuza kwa foreman amekwambia au jao. Toa hiyo urudie. Ananiambia foreman ananiambia nini? Kiburia. Mr. Wewe lipwa hiyo kazi imeisha hivyo. Hapo Nairobi ni si rahisi bila kazi. Si rahisi. So unajua youth unafaa kujitume, unafaa like ujifanye mjinga, usijue kitu unafanya. Kubali correction unapewa just because you know what you are looking for. Ndio ujijenge. Unajua nini unataka? Usifanye kierere hakuna kupata dunia. Unafanya tu mjinga unajua nini unataka. Ndio anasemanga. Ndio anaweza kufundisha hata kwanza hapa Nairobi. Ndio anafanya kazi ya nyumba. Wanaingia kaza vitu mingi sana. Ndio anasemanga unaona ukitaka kulearn vitu mingi kwa maisha usifanye mjinga yani. Ndio sasa mjinga leo mtu akisikia unafanya mjinga. Ndio kuna watu wajua hizi misemo like. Unaweza kufanya mjinga unaweza mtu anaona hiyo ujinga. Kuna ile ujinga mtu anafikiria. Si ni anafikiria hiyo kuna ujinga tu fulani. Ujinga ni kutulia, hiyo ujinga ni kutulivu. Just be calm. Angalia kwa macho, usipende kuangalia na kuongea. Kuna ile mtu kuangalia na macho, unaweza angalia tu. Unasema kweli mtu akunifurahisha. Hata watu wengi wamekuwa wezi realize. Like unajifanya tu like hata kama wewe unajua kama like, president you know many things, unajua vitu mingi. Uambiwi kitu. Wewe kujionyesha. Kama kuna ni kama ungekuwa ati mtu akorrektiwi, president angekuwa na nini? Advisor. Angekuwa na advisor. Ya nini? President. Huyu mtu amesoma mpaka hata masomo hata masomo karibu inamkata. Sasa hisi youth mwenye alafu saa. Sasa wewe huko mtaani huku ndani huku unataka utufutie shule like seriously. Usikosolewe ati. Unajua tisa generation like kwanza watu wamechoma shule, wana sijui girls kwanza girls shule girls. Unajua girls ndio wanakuanga bad influence. Hata sana wasichana kwanza kwa kusurutisha hao kuingisha kwa maneno. Unajua girls wamekuja wametekele priority ya like sasa wao ndio wameonekana wanapiganiwa sana, wamepiganiwa sana ndio boja likasaulika, so wametekea advantage ya wakasa. Siku hizo wanafanya vitu mingi hadi wafanye kuna wenye alikuwa sherehe siku ile wanapeleka kwa sherehe hadi msichana mmoja akakufa, na wengine wanauliwa. Lakini hizo scandals zimesikia vijana sana wamechoma shule. Ni girls. Unajua mimi sijawahi jua kama msichana anaweza choma, anaweza ua mtu, tuseme tu kuua mtu. Mimi nilijua sasa wasichana najua nakungana roho waga gani hao walisaliti walipewa matunda wanapea Adam niko sini wasichana lakini shule lile guys yake. Lakini as a youth like figure out wewe mashaka nataka kwenda hapa ni just to kuongelesha nini youth mostly youth like yani tuko kwa youth sana juu youth ndio tumesema ni kesho youth ndio kwa leo ndio wa viongozi wa kesho. Like hakuna bila utachuma wa leo viongozi na tena sisi ndio wazazi wa kesho leo tena kitambo wengine wazaliwa sisi kwa tabia shule. I came across unajua nikipita TikTok I came across kuna boss alikuwa anasema mimi sichomi shule sababu like bado maisha yanaendelea. Na usijua kesho utakuwa wazazi ukichoma shule. Kama wewe ni mzazi pia mtoto wako anasomea kwa shule. Like kuna struggle sana kulipia mtoto school fees. Acha hizo. Unajua mtoto wako atasomea wapi ukichomea shule? Mtoto wako atasomea. Think kesho utakuwa fanya kitu leo, fikiria kesho, usifikirie tu hapa. Angalia mbele. Angalia tu mbele. Usifikirie ya leo peke yake. Kuna kesho. Fikiria ndio mimi ni mzazi pia. Nime struggle. Ndio kuna watu wanafanya kazi nyumba ndio usomeshe mtoto. Sasa hiyo ukipeleka mahali like just behave yourself in a proper way. Hata mtu hawezi kujua. Unasema maana sikutia kwanza umeshasomwa mpaka Z. Kwanza juu paka chini. Umefika tu hivi. Kerere wote chua umepeleka huko. Ni kerere ya ujinga. Unajua youth is a very good research and test kila kitu nasema hii. Acha ni test. Zingine una test kumbe unaharibu kutoka kwa maisha yako. Unajaribu na unaharibu maisha ya mtu mahali. Unajaribu kutest
pombe siku ya kwanza, siku ya pili unasikia umekuwa mraibu wa pombe. Jaribu kutest vitu zingine, na kuna vitu zingine unafanya pole pole. Na tunajaribu uwizi. Unaona siku ya kwanza imejipa. Unajaribu kitu ya shule. Kwanza imejipa. Unajaribu kusoma hata kando tu unasoma unajisomea peke yako uone kama next. Hiyo energy unafanya something. Unaenda kutujaribia kunywa pombe. Unajaribia kuvuta serious hadi yote. Lakini siji mimi hadi nakumbuka hadi motivational speaker tukiletea, lakini youth ni wale watu wenyewe. Hata churches hazina hata youth. Hata makanisa hata hazina youth. Baidha. Saimo si ukienda machurch unaweza pata tu aseme hao wazee na nini na watu ama youth unapata church ndio tunajamii zako sasa hata watu maisha I think pia problem akakimbilia church because inasaidia sana mimi nakwambia wazazi afya ni sana kuna unajua ni teacher inasaidia hapo sasa ndio tunaharibikanga zaidi. Hapana sikia watu wasiharibika. Wacha nikwambie most youths wameharibika, most wao kwa kanisa. Kwa nini? Hakuna. Watu ni ngumu. Kuna sasa youth mwenye mwelewa kwa kanisa. Fanya hiyo process yote tufanye harusi kuja kula mchele. Lakini wapi unasikia ametoroka hapo, amekata hiyo zote kati nyingine. Unaona wachache hao ndio wanatoroka. Tumesema hao kuna zao tu. Mtu kuna mimba na tunaenda kwa ona mtu anaenda church, unaenda church uko na mzazi and then unachenchiwa shule unaenda boarding. So wakati unafika boarding ni ule mwenye umezoea asubuhi kama unaomba, jioni ukilala unaomba, before kule unaomba. Unapata pale kuna mtu kingine pale kamekaa tu alikuwa anakungojea. Kashetani anakuzana ukiamka asubuhi umepiga magoti. Lakini sasa hapo ukipata kuna ndio na magoti opportunity. Anapenya watu kwa upepo kanapenyezanga tu. Sio kuna beshetani anapenyezanga. Sasa unakuza asubuhi magoti. Ukipata kula magoti. Magoti. Unajichokeshanga na hiyo mvya kuomba. Na mbona sisi tuombe tunaishi? Sasa unasikia mimi nakwambia. Anasema tuombe mbona tunaishi? Lakini sasa watu watatu kweli tam 1 kwanza hiyo tam 1. Ukirudi nyumbani tam 2 anaweza nashinda huyo. Lakini wazazi wetu pia mimi unajua kuna masadi na sikumbusha na naweza tu kurudi kwa zile meza alikuwa anafunza ati watoto ni ya community, unaona? Youth ni community huko saizi ya kupiga akupata na rekebisha mtoto wenye wake. Sasa mzazi ninakwambia unaona sasa hiki kitu ni unity hapo kitambo. Hii sasa watoto ni wa kijiji. Wewe kupatikana makosa baba anaweza anakuandika tu hapo hapo ndio watu walikuwa na tabia mzuri, lakini sasa hebu kwa mtu wa wenyewe hapo unashanga ndani wewe unashika pelekwa police station direct police station direct like who sikuzi mtoto ni wazi hata mzazi asikuambia hata mzazi wako anasema bwana kuna wazazi wengine hata wakubalingi walimu warekebisha watoto wao kwanza ndio imejaa kila mahali. Hata walimu kuchapa watoto hata mzazi hataki kabisa. Wanachapa kiboko na mle. Si kiboko ilitolewa. Kuna job na mle hiyo. Kuna mzazi mwenyewe aliambia je mwanafunzi mtoto wake ati mwalimu akitaka kukupiga ni lazima nipigie simu ndio nimpeni ni ruhusa. Una shule yako nyumbani. Una shule yako kwa nyumbani. Kana mtoto wako nyumbani lakini wakati unakuchukua mtoto kupeleka shule hapo unakuwa umepea mzazi wa pili. Wewe wako tu. Wewe tuseme like mzazi unalea mtoto kuanzia hiyo mwezi mpaka miaka 3. Akiingia shule, mtoto ni wa shule. Ni wa shule na huko wa barabara huko mtoto si wako tena. Mtoto na huko wa shule na barabara. Sasa watu wacheza kama hao. Bora tu usiongee na walimu nyinyi msipige uvunje mguu. Ndio tena kwa mwalimu anapiga kuvunja mguu. Usipige kuvunja mguu, piga kufundisha. Sasa pia mwalimu timu yako acha kulelea mtoto, acha kufundishia mtoto. Amweke in a good way. Yenye kweli anajua. Mtoto akienda shule, anajua shule hataki ujinga. Akirudi nyumbani pia anajua my mom you nonsense what relate hata kidogo. Hapo ndo mtoto anajua. Hapo mtoto anajuanga, anajua. Anakuwa akiacha nikwambie. Watoto, unaona youth, wanajua. Kuna tu kiburi huyu. Vile mama wana behave. Anajua tu nikifanya hiki kitu mama yangu ananikataza. Nikifanya hiki kitu. Yaani unaweza na mtoto anikatwa na kuangalia lakini anakuangalia kile mamake hapa. Weka hapo kwa mkono hapa. Nikifanya hii. Anajua tu mamangu nikifanya hii ulu. Namwambia tu ina asikie. Unamwambia ama nikilia tu mamangu nikilia tu nimeshamteka akili. Story nyingine hakuna.